Karibu tena, hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Sasa tukiukie vita kati ya Ukraine na Urusi. Rais wa Urusi Vladimir Putin leo hii ameonekana kukataa ombi la mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky la kufanya mazungumzo ya amani ya ana kwa ana. Hii hapa kauli yake. Sioni maana ya kukutana. Ukraine wanataka hivyo kwa sababu tu wanataka kusimamisha mashambulizi ya kijeshi ya Urusi. Tunachohitaji ni makubaliano na mipango, sio kwa miezi 6 au mwaka mmoja, lakini kwa muda mrefu. Kwanza tuwaache wataalam wafanye kazi, watupe mpango na kisha tunaweza kukutana ili kutia saini. Lakini kwanza tunahitaji kupata suluhisho, na hilo ndilo swala kuu. Kiongozi huyo wa Urusi amekuwa akitoa hotuba kuu katika mkutano wa kila mwaka wa uchumi huko St. Petersburg, ambapo pia alizungumzia uchumi wa Urusi, huku akikiri kwamba pengo katika bajeti linaweza kuongezeka katika mwaka unaokuja, huku fedha zikielekezwa zaidi katika vita nchini Ukraine. Awali, katika barua yake ya wazi kwa rais wa Urusi, kiongozi wa Ukraine alisema kwamba itakuwa vibaya kukaa tu na kusubiri hadi vita vya Ulaya vipewe kipaumbele na Marekani tena, akiongeza kwamba amani itapatikana kupitia mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Ukraine na Urusi. Kremlin inasema Rais Putin amepewa taarifa hiyo kuhusu ombi hilo. Mwandishi wa BBC Vitaly Shevchenko anaangazia zaidi kuhusu ni kwa nini rais wa Ukraine alichagua wakati huu kuandika barua yake. Well, it's about messaging. Sasa hii inahusu zaidi swala la kutuma ujumbe badala ya kitu kingine chochote. Tumeona mapendekezo haya kutoka Ukraine hapo awali. Volodymyr Zelensky aliwahi kupendekeza kukutana na Rais Putin. Pia alipendekeza kusitishwa kamili kwa vita. Mapendekezo hayo yalikataliwa. Katika barua hiyo anaonekana kujaribu kukejeli au hata kumtukana Vladimir Putin. Anasema umri umeanza kumlemea na kwamba Urusi inapoteza watu wengi sana katika uwanja wa vita. Kwingineko, mapigano yaliendelea usiku kucha, makamanda wa Ukraine wakisema ndege zao zisizo na rubani zilishambulia meli 5 katika bandari ya Azov mashariki mwa Crimea. Walisema walikuwa wamelenga meli za mizigo na za mafuta zilizokuwa zimebeba nafaka zilizoibwa kutoka kwenye mashamba ya Ukraine yanayokaliwa na Urusi. Azerbaijan inasema raia wake 5 waliuawa katika mashambulizi hayo. Wakati huo nchini Ukraine, maafisa wanasema shambulio la ndege zisizo na rubani za Urusi dhidi ya kampuni ya chakula viungani mwa Kiev limewaua watu wasiopungua 4. Aidha, mwanamke mmoja aliuawa na wengine 7 kujeruhiwa katika shambulio tofauti la ndege zisizo na rubani kusini mwa Kherson. Na katika bandari ya Constanta huko Romania, ndege isiyo na rubani ya Ukraine ililipuka karibu na kituo cha mafuta, lakini haikusababisha uharibifu wote. Tutoke katika masuala hayo ya Mashariki ya Kati, tuingie katika taifa la Rwanda. Wakati wengi wakiona vitunguu na tangawizi kama viungo vya chakula tu, binti mmoja nchini humo, Mutoni Goodluck, aliviona kama fursa ya kujenga biashara ya uzalishaji wa mafuta ya nywele ya asili. Mwandishi wa BBC Yves Buchana alimtembelea ili kujifunza zaidi kuhusu safari yake. Katika mashamba ya kijiji cha Nyabihu kaskazini mwa Rwanda ndipo safari ya Mutoni Goodluck na mradi wake wa usindikaji wa mazao ya kilimo ilipoanzia. Binti huyu aliamua kuwa karibu na wakulima kuanzia hatua ya kutayarisha ardhi hadi wakati wa kuvuna, akiamini kuwa siri ya bidhaa bora za urembo huanzia kwenye ubora wa malighafi inayolimwa kwa uangalifu. Vitunguu hivi husafirishwa kutoka shambani hadi kwenye kiwanda kidogo cha uzalishaji kilichopo Ndera mjini Kigali na kuvibadilisha kuwa mafuta ya nywele. Ni bidhaa ambayo ameifanyia utafiti na majaribio kwa miaka 5 kabla ya kuingiza rasmi sokoni. Safari yetu tulianza 2019, ndio tulikuwa tunafanya research, tunataka kuangalia jinsi vitunguu saumu, tangawizi vinaweza vikatengeneza mafuta mazuri yanayosaidia nywele kukua na kuwa nzuri, kulainika, ili yani mtu aweze kuenda na nywele zake ambazo ni nywele zake halisi. Tulipovipata 2024 ndio tuliamua sasa kuviuza, tukaviweka sokoni kwa sababu tulikuwa tunaona watu wengi wanayo mahitaji, wanataka kukuza nywele bila kemikali kali.
Kazi hii sasa imekuwa kama mkombozi mkubwa kwa wakulima wanaofurahia